Unaota ndoto upo kwenu kijijini, hiyo inatesa watu wengi. Umevaa nguo za shule, upo kwenu Buigwe, Kalinzi, kijijini. Yaani uko kwa mjini, lakini usiku unaota uko nyumbani kwenu kijijini. Na hiyo inatesa watu wenye hatima kubwa. Hii inaitwa law ya kurudishwa nyuma, kwamba huyu hayupo mjini, yupo kwao kijijini. Usiku ukilala wanakuletea ndoto umevaa nguo za shule, wanakuletea ndoto kule kijijini. Kwa kadri ambavyo unaota hizo ndoto mbaya, ziko nyingi sana, ndivyo maisha yako yanazidi kuharibika. Naulia tena, kwa kadri ambavyo unavyozidi kuota ndoto mbaya, ndivyo maisha yako yanavyozidi kuharibika. Na wachawi wanakufuata kwa njia ya ndoto, wanakuroga kwa njia ya ndoto. Unaota unaumwa, umechoka, manake tegemea kuwa mgonjwa baadaye. Unaota msiba kabisa, kuna msiba kwenu, tegemea msiba kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Mara moja watu wanatoka mchungaji, nimeota ndoto, nimejiona mara mbili. Nimejiona mimi niko kwenye jeneza, alafu mimi niko nje. Nikashangaa, mbona mimi niko kwenye jeneza, alafu pia mimi niko nje? Mbona mimi niko mara mbili? Inakuaje huko kwenye jeneza, nimefikaje? Akashtuka usingizini, akanipigia simu, nikamwambia njoo mara moja kanisani, ni mauti hiyo, umeshazikwa tayari. Akaja kanisani kumuombea, wakaibuka wachawi, wasa lazima tumuue, lazima huyu bwana ameshakufa tayari. Ndio kuna watu wanatembea, lakini wanangoja saa ifike wafe ghafla, maana ni maiti inayotembea. Ni maiti maji. Yaani wanga wameshatega target vizuri, tarehe na wiki na mwezi, na kifo kitokee kwa njia ipi? Ama gongwe na gari, ama ugue tu kichwa ghafla, ama pressure ipande, ama ambiwa na sukari. Lakini yote haya yatokee ili aseme kwamba marehemu aliugua sana, marehemu alichoka sana. Kumbe ni mpango wa wachawi, walikaa vikao ili watengeze mauti. Mimi nasema tena, mauti haitakupata wewe, mauti haitagusa maisha yako. Kumwombea anasema tumeshamzika huyu. Nikamwambia napasua jeneza, na leo tupasue majeneza yao.